nataka wajitambulishe wenyewe. Karibuni sana. Asante sana. Kwa jina langu la ukoo ninaitwa Nyambese Mwita Wambura. Jina la dini Anuari Mwita Wambura, alimaarufu Kigeregere Yanga, mzee wa Pwete wacha tuwe. Chandimu. I say inabidi masikio yako yawe yana uvumilivu kidogo ili kuweza kusikia kigelegele. Karibu sana. Asante sana. Kwa jina langu halisi naitwa Mbaraka Alfani Ali. Kwa jina ambalo nalitumia kwa upande wa Yanga naitwa Maki Yanga. Nadhani wote wananitambua. Tunaona kitambi pale. Mzee kitambi bwana, mtoto mdogo yake Minepi. Mtoto mdogo yake Minepi yoyo. Mtoto mdogo yake Minepi yoyo. Ile michezo anayocheza Simbilis Yanga tushamaliza, hawezi kucheza na sisi yoyo. Tonombe! Haya, asante sana. Asante sana Mark. Unataka kusema? Tonombe tuisila mukoko kisinda wanatokaje mtoto mdogo yake Minepi yoyo, mtoto mdogo yake Minepi yoyo. Ile michezo anayocheza Simbilis Yanga tushamaliza, hawezi kucheza na sisi yoyo. Haya, asante sana msikilizaji wa Times FM. Hao ambao unawasikia sasa hivi ni Kigelegele pamoja na Mark, ni mashabiki kindaki wa klabu ya Yanga. Wako hapa kuzungumza nasi mambo mengi sana kuhusiana na klabu yao ya Yanga. Tumesikia hivi karibuni kwamba mnaelekea katika wiki yenu ya wananchi. Nyinyi kama mashabiki wa soka, mchango wenu nini? Yes. Sisi kama mashabiki wa Yanga Afrika, mchango wetu sisi ni kuhakikisha Yanga yetu au wana Jangwani, mashabiki wapenzi wa klabu ya Yanga, tunaenda kupata burudani, kusherehesha, kuchangamka, kuwapokea wachezaji wetu, usajili mpya kila mmoja ameona. Unajua mimi nasema hata viongozi wetu, mimi nawashukuru sana viongozi pamoja na udhamini wetu wa GSM kwamba sawa unaenda kwenye wiki ya mwananchi, wiki wa kimataifa. Je, katika msimu mzima umechukua nini? Hapo ilikuwa natuletea hamjachukua chochote. Yaani chochote kitu zaidi ya kuambulia nafasi ya pili. Lakini kuna wafadhali ndio naelekea hapo. Sisi kama mashabiki wa Yanga tulioipenda wenyewe bila kuandikiwa barua, mimi nimeona ni afadhali tulivyomaliza hata nafasi ya pili, kwa sababu ukiangalia njia tulizopita, mara makando kibao, changamoto mlizozipitia, hata kama tumekosa chochote tunaona kweli timu yetu imepigana. Sasa kwa usajili uliofanywa, wakina Tonombe, unamjua Karinyo simemwona bwana. Karinyo. Sasa mbona jana kavaa raba nyekundu? Unaambiwaje? Mapenzi ya dhati hayajalishi ni nguo au chakula au sio, hata hizi maiki zenyewe za Times FM wekundu hapo, lakini pwete kwa sababu hata wote wale. Haya, asante sana Kigelegele. Tumsikilize Mark. Tunaelekea katika wiki ya wananchi ambayo itafanyika Agosti 30. Wewe kama shabiki wa soka, mchango wako ni nini kwa kikosi chako cha Yanga? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu siku ya leo kufika hapa Times FM. Mimi kwamba kwanza nawapongeza GSM na napongeza na viongozi. Video vyetu wametusikia, sababu uaga tunakuja kwenye media tunalalamika sana kuhusiana wachezaji, lakini kikweli wamenifurahisha sana. Usajili umekuwa mzuri, yani sasa hivi tunajitutumua hata mitaani kama tunapigwa ngumi hivi. Okay. Tunajua ukipigwa ngumi ya mgongo lazima ujitutumue, yani kifua kionyeshe mbele. Kwa kweli nimefurahi sana, usajili ni mzuri. Na usajili unaonekana kabisa wa dhati, sababu hata ukija kuangalia wale wachezaji ambao tuwasajili, lakini mimi naweza kusajili wachezaji wengi kutajia kwa majina manne: ile Tonombe, Tuisila, Mukoko, Kisima. Umeashika majina yote. Alafu na Karinyo.
aisee, mapokezi yake sio masiara hajawahi kutokea. Haya, umezungumza hicho ni kwa vizuri kabisa, lakini hiyo staili yako ambayo umekuja nayo, umekuwa nikikuona kwenye vyombo vya habari, ilitoka wapi? Hii staili kwa kweli aisee, kwanza kuna jamaa wangu namtaja hapa, Mungu amlaze mahali pema peponi, Alianga bwana. Kwa kweli ndugu yangu yule amefariki, mimi nikaona kwamba hakuna ambaye atakayeshika sehemu ile pengo kuliziba. Ndio umeamua kuchukua wewe. Kama nizibe pengo ili wananchi wenzangu ili niwafute kidogo machozi, ili kwamba kidogo na sehemu kama ile kidogo wanamkumbuka Alianga ndugu yangu. Na ndio mimi nikaamua ibunifu jambo ili niendeze vizuri. Hongera sana, umeweza kuteka nyoyo za mashabiki wa Yanga. Kwake huyu yeye kasema kwamba anashukuru kwamba video vyao vimesikika kwa viongozi na wameletea wachezaji ambao kiukweli yeye anajisifia kwa wachezaji waliokuja. Je, yakija akatokea kama yale ambao mlikuwa mnamzomea Ipe, si mchezaji mzuri, na wakati anasajiliwa mlimpokea vizuri na mkaamini kwamba atafikisha klabu pale mnapopataka, mtaambia vipi viongozi? Naam, asante sana. Kwanza kuna kitu kimoja nakwambia mwandishi. Unajua usajili ambao waliofanya Yanga kwenda kuvunja mikataba, ni kuvunja kabati la mtu, sio masiara. Sisi hatuchukua wale wachezaji ambao wanaelewa kama tumesajili wachezaji wazuri, kwa sababu pale hatuna kilio kingine. Sawa? Sababu ukija kumwangalia kama wale Kisinda, kuendana na ligi yetu. Ngoja ukimwangalia Kisinda. Sawa, ukimwangalia na Muko. Nadhani wote mmemwona kwenye game ambao za ICB. Tutaona Jumapili. Labda niongezee kidogo. Unajua maana professional players. Hata Ipe alikuwa professional. Hebu muangalieni jamani. Mimi sikibezi ingawa amenikela. Sikibezi kiwango cha Morrison. Yule anajua mpira. Na ndio maana kupitia yeye si tukajifunza, au tuseme wadhamini wetu wakajifunza. Lazima tuchukue wachezaji wanaoendana na kalia nani? Morrison. Yeye mwenyewe kule anajuta saizi. Ningebaki kule. Unaona? Anajutia nini sasa? Anajuta. Hivi wewe, swali langu mnalikwepa jamani. Hapa Tonombe. Hapa swali langu mimi mnalikwepa. Yakiwa yale ya msimu uliopita wachezaji wamekuja maprofessional lakini wakawa hawajaibeba timu yetu ya Yanga. Viongozi tutawafanya nini? Nyie sasa hivi mnawasifia wameleta wachezaji wazuri wakiwa waendani na ligi yetu. Kizuri kinaonekana. Hiki hata sisi mimi mwenyewe nasema hivi. Tutawatafuta lakini ni wazuri. Hakuna cha kusema kwamba eti hawa sababu yani hapo ni kututafutia tu sababu eti tukae kinyonge, hakuna. Haya, Maki nataka kuzungumza kwa sababu acha tu enjoy. Yani kwa sababu nikwambie kitu kimoja bwana mtangazaji. Unajua Yanga hii nitaifananisha kama ile Yanga ya kampa tena. Sawa. Namba 1 pale kipindi kile alikuwa ndugu yangu pale, nani Dida. Sawa, 2 Juma Abdul Jafari Mnyamani, 3 Mwenyaji Mgwai, 4 Vincent Bosu, Sentaf Kevin Ondani. Sawa bwana. Namba 6 pale anasimama nani huyu Kamusoko, 7 Simon Msuva, 8 Haruna Nionzima, 9 Donald Goma, 10 Mistambwe, 11 nani mtoto Godfrey Mwashuya. Sasa ile ndio Yanga kampa tena. Sasa hii itakuwa zaidi ile kampa tena, hii itakuwa zaidi ile kwa sababu wachezaji ambao tuliochukua sisi ni wazuri. Haya, msikilizaji, kwa hivi sasa humu ndani tuko na mashabiki kindakindaki wa kikosi cha Yanga, Maki pamoja na Kigelegele, wakizungumza kuhusiana na kuelekea wiki ya wananchi pamoja na masuala mengine ya kikosi hicho. Namba ya kutuma maoni yako ni 0762 812 406. Mimi nina maswali kwao. Naomba nianze na Maki Yanga kwa sababu hili swali nilisha kumuuliza Kigelegele au alishakuwa naye. Maki, ulishawahi kugombana na mpenzi wako kisa Yanga? Kwa kweli hilo ni kweli kabisa, kwa sababu kutoka nini? Unajua unapokuwa na mapenzi ya dhati ndani ya moyoni, sawa, yani lazima utagombana na mkeo, kwa sababu kwamba Yanga inaposafiri sehemu aina yote mimi nipo. Sawa, na nilimhakikishia kwamba nikasemaje kwamba mke wewe nakupenda, tena nakupenda sana. Sawa, na Yanga vile vile naipenda. Na familia yangu yote naipenda. Napenda chote kiwe Twitch kitu kimoja. Kule nipo kwenye sehemu ya furaha na huku niko kwenye sehemu ya furaha. Sawa, na huku vile vile furaha. Sasa ndio maana nakuta mimi kuna kipindi na kwa naumia sana, naumia ni kwamba kwa Yanga naipenda au kuna wife wale tunapenda kwa sababu kutokana ndo tuko kwenye domino, kwa sababu Yanga ni sehemu ambayo ya furaha na starehe. Sawa,
starehe ambayo ya kutukosha kosha, yani kwamba Yanga inaposhinda inapofanyaje unakuwa furaha mzuri. Na mkipigwa ndio hivyo tena. Kawaida kupiga kawaida unatakiwa kubali na matokeo, ila kushinda ndo pazuri zaidi. Sababu tunakuwa unajitutumua vizuri. Sawa. Kipi kitakuwa kinakuuma zaidi siku moja kama baina ya vitu hivi viwili? Wewe kama Mark Yanga ukipoteza mahusiano yako na nazungumzia mahusiano yako na mpenzi wako, na ukipoteza mahusiano yako na Yanga, kwamba sasa Yanga imeamua kukufika kohoni, umeamua kuachana. Kwanza usiseme mpenzi, sema mke. Sawa. Pia ni mpenzi pia. Mimi nasema vote vimoja vitaniumiza sana. Vyote vitakuumiza sana. Vote vitaniumiza. Sio kuna upande umeegemea sana? Hapana, vote kote nimeegemea. Kote nipo. Familia nipo na huko nipo. Kote vitaniumiza. Kwa umegawa 50 kwa 50. Kwa sababu huyu kwa mfano atuombei mabaya. Huko kamchukua Mungu, mimi nitakasikitika sana. Paka leo nitakuwa sipo tofauti. Faida gani ambayo unaipata kuishabikia Yanga? Faida kubwa naifuata furaha tu. Furaha tu. Haupewi chochote kitu bwana, tunataka mje uwanjani mjaze au mpite kwenye mabanda umiza huko mwakusanye watu ili siku ya wananchi wajaze mle, wafurike uwanjani. Sisi unajua ngome nikwambie kitu kimoja. Sisi yani niseme kwamba tunavopita maeneo kwamba sisi furaha yetu yani Mark Yanga kuamsha wale mashabiki wa Yanga yani. Superstar ule. Kuwaumiza wale Simblisi walikuwa pembezoni wale. Mapembezoni tuwaumize hivi, ndio maana utakuta muda wote sisi tuko huku mara tuko huku. Yaani tuko kwenye furaha ya Yanga, si ndio furaha zetu hizo. Basi. Kwa situisi mambo mengine ambayo wanahusia wale. Mark acha maneno mengi. Mark, nataka nikuulize kitu. Yanga Princess ni timu yenu pia ya wananchi. Lakini mmepoteza mchezaji mmoja muhimu sana. Kaenda Simba Queens. Sasa mmejipangaje? Maana naona huku kwenye Yanga ya senior mmefanya usajili kweli, hata mimi nimewapigia saluti. Sasa mmejipangaje huku upande wa pili? Ndio tunasemaje kwamba mchezaji kama muajiri, yani ameajiri kama mfanyakazi. Lakini mbona kwa nani tumeona imekuwa kwa Morrison mvutano mwingi. Kwa Morrison mmengangania sana. Issue inakujaje? Mmejipangaje upande wa pili? Mimi nataka kujua. Kuhusu mchezaji wetu Yanga Princess kuondoka kwenda upande wa pili. Yule unajua mimi siku zote nishagawaambia kwamba wachezaji ni kama wafanyakazi tu, anakuja anafanya kazi kwa mkataba wake ukiisha anaweza kuondoka au kumuongeza mkataba. Na yeye mpira ndio sehemu yake ya maisha, unaona? Biashara. Ni biashara yake. Kwa hiyo kama mimi kuna vitu tumeshindwana au mmejipangaje sasa kuziba pengo lake, kwa sababu ndio alikuwa mfungaji wenu? Viongozi wetu pamoja na udhamini wetu, mimi nadhani hakuna nafsi inayopenda mabaya. Zimesalia siku chache dirisha la usajili litafungwa. Ndio. Anaweza kaitwa hata leo mwingine. Haya, hapa kuna msikilizaji anasemaje? Kigelegele, hebu niipe tena iko kigelegele by Ngangida from Base. I love you Yanga. Tukutane tarehe 30 pale uwanjani Mkapa, tujaze uwanja. Kikubwa ni kujitokeza uwanjani tu basi. Tuende tukaenjoy vigeregere pamoja, kuna vingola pia hapa. Sawa. Mimi naomba leo niulize maswali machache sana kuhusu Yanga, ila maswali mengine ni kuhusu nyinyi wenyewe. Nani Anuari? Kigeregere wa Yanga. Mara ya mwisho ulisema kwamba unalia na viongozi wako, unatamani siku moja ukutane nao, uwaambie kuhusu unavyoipenda Yanga, lakini pia kuna baadhi ya vitu washauri ambavyo wewe unaona wakivifanya vitakuwa sawa. Swali la kizushi. Ni kweli wana Yanga ama wanachama wa Yanga hamumtaki mwenyekiti Mshindo Msola? No, yani kwanza uelewa wa mashabiki au wa kila mtu ni tofauti. Naona sio kwamba hatumtaki au hatutaki uongozi wetu. No, kwa Mshindo Msola, Dr. Mshindo Msola sio kwamba hatumtaki. Ila kutokana na matokeo ya klabu yaliyokuwa yanapatikana ndio yaliyopelekea yeye kuonekana vile. Unaona, siku zote nawaambia hivi, uongozi uongozi ni karama. Unaona? Ndio maana unaweza kumlazimisha mtoto awe dokta, kumbe yeye inatakiwa aende akasimame kwenye banda la chips, atafanya vizuri sana biashara. Ndio yale unakuta mara kasahau mkasi kwenye kichwa, kupasua goti kapasua kichwa, kupasua kichwa kapasua goti. Unaona? Na unapokuwa na dhamana ya uongozi, wewe mabaya yote ni yako, mazuri yote ni yako. Naona. Kwa hiyo hizi taarifa hazipo kwa upande wa wanachama. Ndio maana nikakwambia kwamba kutokana na matokeo tuliokuwa tukiyavuna, matokeo tuliokuwa tunapata, timu inapoteza,
Unaona, mpaka ilifikia stage mimi mwenyewe nikaa naambiwa hii kauli yako hii ya pete wache tuue, au yawezekana wewe matokeo unayajua. Kwa nini wewe uliwaza nini hadi ukatoa hili neno? Kaambia mimi mwenyewe jamani, nimekuja tu. Mimi sijielewi. Nilikuwa naumia tu, watu wanakimbia, wanaacha timu. Kwa nini waache timu? Je, uliitwa? Hapana. Sio unapenda mwenyewe. Basi tupambane. Unaona? Kwa hiyo yani nakuta hata sisi wenyewe tunagongana, sasa inatugonga vichwa, nisielewi. Lakini mimi nawaambia, mimi matokeo nilikuwa siyaelewi, sijui kwamba ni nini kinakuja kutokea, ila mimi nilichokifanya kutoa kauli ni kwa ajili ya kuwapa nguvu mashabiki wa Yanga Afrika kwamba hata kama nikipoteza bado mimi nitabaki kuwa Yanga. Okay, kuna kitu ambacho mwenyekiti Dr. Mshindo Msola alituzungumza siku za hivi karibuni, lakini pia alizungumza Dodoma na Dar es Salaam, amekuja kukiweka sawa kuhusiana na mashabiki wa kikosi cha Yanga kuweza kuchangia wachezaji wawili wa kigeni ili waweze kusajiliwa. Nyinyi kama mashabiki wa soka tayari mmeshachangia? Naam, tumeshachangia. Kwa sababu gani? Kilicho tufanya tuchangie ni kwamba hii ni timu ya wananchi. Timu ya wananchi sio ya timu ya mtu mmoja. Kwa hiyo kipengele hiki ndicho kilichotumika yeye kuhamasisha mashabiki, wanachama, wapenzi wa klabu ya Yanga Afrika kwamba tushiriki na sisi katika nini? Udhamini. Kwamba uongozi yeye wamezungumza na mdhamini wetu, yeye sawa atasajili wachezaji yao 8. Sisi kama wananchi, ili kusudi na sisi tupate namna kujimwambafai hapo. Lakini mimi nataka nijibu Maki, unaona kwamba wale Simbilis wao namtegemea mtu mmoja apange bajeti ya familia, watani wenu wao aje apange tena bajeti ya kina naniliu pale wale, si unajua. Sasa lakini sisi tunapata nguvu kwamba unaona usajili ule, hata mimi mwenyewe nguvu yangu imetumika.